Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni Mnira Coastal Food and Inspiration. Leo tuko day 20 of Ramadan, mashallah. Kama huja subscribe kwenye channel yangu, please make sure una subscribe na pia unaipatia video hii ni thumbs up, mashallah. Kwa leo tulianza kuchemsha viazi. Hivyo vilikuwa ni viazi vya karai, na hii ilikuwa ni nyama tumeikata into cubes, tukaitilia spices. Itakuwa ni nyama ya meat pie, na kwa hapa kando tulikuwa tushaponda garlic and ginger paste, nusu tukaitilia kwenye hiyo nyama ya kuku na nusu leo tutaipikia pilau, na inshallah nitawapatia tutorial ya pilau, na hizo zilikuwa ni vegetables ambazo zitaingia kwenye hiyo kuku yetu ya meat pie. Na huu unga alikuwa nimeshaukanda. Unga huu tutauchapa mara mbili leo. Itakuwa ni unga wa honeycomb, tutatumia cheese hiyo, na pia unga mwingine tutaufanyia meat pie. Na kwa hapa niko natia zile vegetables ambazo kwa tunakatakata kwenye kuku. Hapa kwa wakati huu huyu kuku washaiva, ama hizi pieces za kuku zimeshaiva, so tunastilia vegetables. Tunasubiri kiasi cha 5 minutes tu, yani 3 to 5 minutes, ili vegetables nazo ziive na nyama pia ikauke, kwa sababu kwenye meat pie hutaki nyama yako iwe maji maji. Ina uwezekano ambao itakuharibia unga wako, yani ule unga wa meat pie. Naona inakauka kama hivi, mashallah, nyama imekaukia vizuri. So tutaisubiri ipoe, kisha hunu unga tunaukatia kwenye madonge. Hapa leo na vidonge 12 vidonge vya meat pie. So meat pie zetu leo tutatoa 12. Naona nimesukuma kubwa kidogo kwa sababu nataka ni stuff nyama, yani ijae nyama vizuri, ndio mtu akipata meat pie moja, yani akila hiyo ataridhika. Alafu kisha tunaifinika kama hivi, yani natilia nyama upande mmoja wa kiduara na upande mwingine natumia kufinika. Alafu tatumia uma ama chombo chochote, kijiti, uma, lakini ndo rahisi kwa sababu tayari ina meno manne. Unafinyilia hivyo ili kushikanisha unga wako. Alafu tunapaka kwenye tray kama hivyo. Tunaipakia na mayai kwa juu. Mashallah, tukishamaliza kupakia kwenye mayai tutatia kwenye oven. Inategemea na oven, moto wa oven lako. Mimi langu hili leo nimeseti 200 degrees Celsius for 20 minutes. Na meat pie zetu zilikuwa ziko tayari. Hapo nimeshika hii moja, lakini moto na nimeregesha chini haraka, lakini zilikuwa very very nice and very soft. Zikitoka kama hivyo unafaa uzifinike, na naona mimi yangu naitilia towel kwa juu ili zizidi kuwa laini. Na hapa niko napasulia viazi nikivitia masala na karai. Unaona hili limeshapata moto vizuri, so viazi vyangu tavichoma kama hivyo kwenye mafuta yaliyopata moto. Na kwa upande huu tuko tunakaranga pilipili. Mashallah, kipilipili ni kipilipili ambacho tutakilia kwenye pilau. Naona mchanganyiko wetu uko unachemka vizuri. Ukishachemka vizuri tutautilia mwisho, tutautilia mafuta kidogo, kisha tukamulie na limau. Na kwa hapa nyama yangu ilikuwa nimechemsha toka na awali. Hapa nyama imeanza kuiva, so tutaipoa hii nyama ikiwa bado ina supu kidogo. Hii ni nyama ya pilau. Acha niwapatie tutorial kidogo ya pilau. Kisha utakaangia kitunguu kwenye sufuria nyingine kama hapo. Naona mimi nimekaangia kitunguu, nikatia na spices zile 5 za pilau plus na garlic ginger paste. Dawa za pilau 5, the big 5 huwa ni jira, pilipili manga, karafuu, nini tena sitataja, mjalasini na iliki. Hizo 5 unazikaangia pamoja na kitunguu na garlic and ginger paste. Ikishakaangika, si brown sana, ikaangike tu kiasi. Kisha hiyo nyama yako ikiwa na supu yake utaimimina kwenye mchanganyiko wako wa spices au mchanganyiko wa kitunguu kama hivyo. Unawacha i reduce kidogo, kisha utapima maji. Inategemea na unapika kiasi gani. Hapa mimi nilipika kilo 1 ambayo iliingia vikombe 2. Kwa hivyo nikatia vikombe 3 vya maji, vikombe 2 vya mchele na vikombe 3 vya maji. Naona maji yalivyochemka pamoja na vitunguu, nikamimina mchele, kisha nikasubiri ichemke mpaka mchele yani ukaukie maji. Kama unaona wangu umekaukia maji vizuri, kisha nikafinika na aluminium foil. Nikafinika na mfiniko wake kama hivyo. Aluminium foil inasaidia ili isifanye umande ama yale maji yasizidi kuingia sana kwenye pilau yako, ndio pilau yako iweze kukauka vizuri na size ya yale maji uliyoweka. Yani hapa raha ya pilau ni uende na maji. Kipimo cha mchele na kipimo cha maji kiwe sawa sawa, ndio wali wako unakuwa mzuri namna hiyo. Unaona wangu mashallah vile ulivyo
umetokea vizuri mmoja mmoja, yani wenyewe wakwambia ni kitu cha kushambuka shambuka. Yani mchele uko very bouncy mashallah. Na kwa hapa tulikuwa tunafinyia honeycomb, tunatia cheese, ile cream cheese ndani ya unga kama hivyo, tukitengeza viduara vizuri, kisha tukipangia kwenye tray. Mashallah. Na kwa leo vyakula vyetu tulikuwa na viazi karai, na hizi ndio meat pie zetu, naona vile zilivyo mashallah. Nilizifinikia kisha nikazitoa nikazipangia kwenye tray, ziko maridadi mashallah. Na viazi vyetu tutavilia kwa ukwaju, na kwa kitu cha tamu ndio tulikuwa na honeycomb. Naona nimezijazia condensed milk mashallah, shata. Na hichi ndo kipilau mashallah. Naona vile kipilau kimetoka. Ukifuatilia metodi yangu ya kupika pilau, basi afan alayk, wallahi pilau yako itakuwa iko nzuri. Kila siku utakuwa unapika pilau maridadi na watu watakuwa wanaenjoy nyumbani. Na pia step by step tutorial ya hii pilau iko hapa. Niliipost si kitambo pamoja na pilipili kama hii. Yani same recipe vile nilivyofanya leo, na pia hapa step by step tutorial pia iko. Na kwa kitu cha kinywaji kama kawaida yetu tulikuwa na chai na juice, na leo tulifanya juice ya embe mashallah. Karibuni.